Kikweli ni mwanamke mtamu sana. Kweli? Yeah. Na singekuwa bora. Natamani hata ningelala hapa hapa. Unafanya nini kwa leo? Si unajua kazi zangu. Sichekesi kabisa. Bebe. Hayo tena unanipandisha. Yaani nataka tena kuendelea. Tena. Usijali, si unanijua. Achana na ule mshamba, ngoja tu zingatie. Sawa. Unapataje ujasiri wa kunipiga mimi kofi? Na kuuliza umepata wapi ujasiri wa kunipiga mimi kofi? Pendo. Yaani nakufumania unashindwa hata kuomba msamaha. Wewe unanichukuliaje? Nakuuliza Pendo, unanichukuliaje? Yaani nakufumania na wewe mpumbavu wewe unashindwa kuomba hata msamaha. Then unanikaripia, si ndio? Unaona mimi boya? Unaona mimi toi, si ndio Pendo? Mimi toi eh? Pendo wewe ni folder. Pendo wewe ni nyoka afai kabisa katika hii dunia. Unashindwa kunipa heshima yangu. Unafanya mambo gani huko ndani? Nashindwa kuomba msamaha mimi. Hivi ni kuombe msamaha kwa lipi? Kwa kipi yani? Hivi wewe unapojiangalia hivi ushawahi kuomba msamaha mara ngapi? Hadi mimi nikae watatu au wanne. Unachukulia poa, si ndio? Unachukulia poa Pendo? Unachukulia poa? Eh? Mimi nitabaki kwa mwanaume Pendo. Pendo sio kukupiga tu. Pendo nitakubaruza wewe. Nakwambia nitakubaruza. Sio, unanielewa? Usilete drama huko ndani kabisa. Mimi ni mwanaume nahitaji heshima yangu. Sio kunifanyia vitu vya kipumbavu ambavyo umefanya hapa na mwenzako. Amwimani. Stupid. Hivi badala ya wewe kuniomba msamaha mimi, umeingia ndani kwangu bila ruhusa yangu. Wewe naona umejisahau. Tena umejisahau kabisa. Onyesha. Nakuomba utoke ndani ya nyumba yangu. Lani, ondoka humu ndani. Pendo, unashinda utambua hata thamani yangu. Kweli? Hivi Pendo ni mtu wa aina gani? Mbona unaletea drama ambazo sizielewi Pendo? Kumbuka mimi ni mwanadamu kama binadamu wengine Pendo. Hivi wewe mwanaume ukoje wewe? Hivi unataka nikupigie kelele za wizi humu ndani? Au nikiutia polisi? Lami, ondoka ndani kwangu.
Ondoka! Na usisahau, nitakukusanyia nguo zako zote zilizokuwepo huko. Utakuja kuchukua. Sasa kaka, unaonaje ningetafuta kazi ndugu yangu? Maana hii hali ya mke wako anatoka na kuacha nyumbani, anarudi na kukuta hapa nyumbani, sio hali nzuri. Na hii inaweza kupelekea baadaye kukusalau. Nafikiri itakuwaje ndugu yangu? Unajua ndugu yangu, mimi sio kama napenda maisha ninayoishi hapa nyumbani. Sio kweli. Na alafu kuhusu lazima la kazi. Mimi kazi nimeshatafuta sana mwanangu, lakini sijaona mafanikio yoyote. Na ukizingatia kama vyeti tunavyo na vinakaa ndani tu bila kazi yoyote. Kwa hiyo kuna rafiki yangu au ndugu yangu ambaye nimeongea naye, yeye anafanya kazi kwenye hizi kampuni za deliver taxis, kwa na drive watu. Nimeongea naye sema kanambia nafasi kwenye kampuni lao limejaa. Hivyo kanaahidi kwamba kuna baba fulani hivi bosi wake nahisi amesema kwamba yeye anatafuta driver taxi ambaye atakuwa anamdrive mtoto wake. Kwa hiyo ameniahidi kwamba ataenda kuongea naye na mambo yakiwa vizuri, yeye atanipigia mimi nende nikaanze pale kazi. Lakini sio kwamba mimi napenda eti maisha yanayoishi hapa nyumbani mwanangu. Maisha dharau sana. Si unajua? Ni kweli. Maana ni changamoto sana. Unajua mwanamke anapokuacha nyumbani na kuondoka, ni matatizo sana. Japokuwa ndio hivyo anakusaidia, ila hatujui naye moyoni inakuwaje. Sema atakusalau sana. Tafute kazi ndugu yangu, najua. Siku zote wanasema mtafutaji achoki na kichoka amelizika. Tusishie hapa ndugu yangu, endelee kupambana. Yaani mwanangu, sio kwamba mimi napenda maisha ninayoishi hapa na mtu, kwamba anakuja anazingatia anastendea mambo mengine. Mimi kama mwanaume naumia sana bro. Lakini nakosa namna ya kufanya. Ndio maana napambana ili niweze kuweka mambo sawa msalama. Lakini sio kesi. Mimi naamini kila kitu kitakuwa vizuri, si unajua? Oh, shemeji. Shemeji niambie. Mambo. Poa shemeji, ya wewe? Za kupendeza. Asante. Karibu. Nipo na ndugu yangu bwana hapa. Karibu wewe. Maana ndio uko nyumbani kwangu. Oh, baby. Poa. Niko poa. Ndio hivyo bana mshikaji wangu. Mimi sina budi kuwafanyia kazi yote walioniambia. Poa, haina shida. Acha mimi nisogee mbele hapo. Tutaonana baadaye. Poa basi. Dalali Msomali, mimi mama ameniagiza
nije nikufuate kaongee na ule mpangaji uliotuletea. Yaani ni mkorofi, msumbufu, anafanya mambo tofauti na mkataba unavyosema. Mlevi, hashughulikii nyumba, anaweza akata wiki 2 hafiki nyumbani. Sasa ndo mpangaji gani? Ujue na miaka kibao sana na ukongo wangu katika hizo kazi za udalali, sijakutana na changamoto kama hizo. Kwa sababu bango kubwa hapa nchini Tanzania, Dalali Msomali and other something. Yaani ukienda pale, ukienda Rangi Tatu pale, ukikata kulia pale, kuna pefti kubwa, ukienda Sinza pale, bango langu lipo, Tabata lipo, kwa sababu yani tayari nishakuwa ni professional na hivyo vitu. Na yule jamaa mimi nilijua atawasumbua, na ndio maana nilichofanya ikabidi chumba chake nikiweke karibu na sinki la choo. Ili nyie kule mkiflash yeye huko habari kabisa anaipata. Najua leo kabisa hao wenye nyumba wamekula. Kwa hiyo mimi msinioni kama sina akili kumweka karibu na chumba chenye sinki la choo. Sasa si anasumbua. Anakuja kalewa, sijui anafika anafanya vurugu. Sasa yule dawa yake ndogo sana. Yaani dawa yake ndogo. Lakini kwenye swala la kusema eti anakawia, eti anakata wiki aje, hilo sidhani kama ni tatizo. Kwa hiyo nenda kwa mama yako mwambie Dalali Msomali kasema anakuja kuliweka ile swala sawa. Sijui umenielewa? Sasa kwa nini Dalali Msomali siende sasa hivi nyumbani? Sasa wewe maswala kuniambia mimi tungeenda sasa hivi, hapo ndo unakosea. Unajua watu wengi wanahitaji huduma zangu hapa mjini. Yaani huu muda tu ulionisimamisha hapa nishapoteza mambo mengi. Hapa inabidi niende Sinza, nimeitwa. Kuna nyumba imeungua na zimamoto, afu wala pangaji kodi yao haijaisha, wanadai kodi. Inabidi nikasolve hilo tatizo. Sasa bwana, sikia kitu kimoja. Na wewe unajua matatizo yote mnayopata pale kwenu mimi sishughulikii kwa sababu unajifanya unajeuri. Kwa hiyo mimi nilikwambia nakupenda. Lakini ukajiweka wewe Msomali, mimi bado nasoma. Haya sasa, elimu yako mbona ikusaidii kupambana na huyo mpangaji mlevi? Sikiza nikwambie Dalali. Mimi hapa sijafuata mapenzi. Ninachokuomba tuongozane mimi na wewe mguu kwa mguu mpaka nyumbani ukaongee na yule mpangaji uliotuletea. Kaambie mama bwana. Dalali Msomali, yule mpangaji anatusumbua. Tumia elimu zako sasa. Uzi mkubwa. Na wewe lazima nihakikishe nakupata. Lami! Yes, babe. Hivi toka asubuhi mpaka muda huu umekaa tu hata kuniandalia chakula? Samahani, nilitoka kidogo kwenda kutafuta kazi. Ndio maana nimechelewa. Kwa hiyo kazi umeipata? Alright, kama ningekuwa nimeipata, ningekuwa nimeshakwambia. Hivi wewe una akili timamu? Unajielewa? Una kazi ya kuzurura tu ndani. Na kwa nini ulivyorudi kwenye hizo kazi zako umeshindwa hata kunipikia chakula? Lakini baby, si nimeshakuomba msamaha tayari. Mbona mimi sioni kama kuna haja ya kulimbizana tena? Kama chakula ndani ya dakika 5 mimi nitakuandalia. Mwanaume usiyojielewa wewe. Hivi wewe ni kufadhili kivipi, yani ndio riziki? Na kuachia matumizi hapa ndani. Kila kitu nakufanyia kwa wakati. Umeshindwa hata kunipikia tu chakula, mkeo nimetoka, nimeenda kazini. Aya, okay sawa. Nakupa dakika hizo? Nakupa
nakupa dakika hizo 5. Naenda kuoga. Nikirudi nikute chakula mezani. Walami, mimi taarifa zako ninazo kaka. Nashindwa nifanyaje ili niweze kukusaidia katika ofisi yetu. Maana ofisi yetu si imejaa. Kampuni ile inapokea watu tofauti tofauti. Kwa hiyo nashindwa niweze kufanyaje kaka ili niweze kukusaidia upate kazi. Maana kampuni ina watu wengi sana. Na nafasi zimejaa. Mimi kama kijana mwenzio naumia sana. Kwa sababu najua situation ambayo naipitia. Unajua kaka, mimi kama mtoto wa kiume naumia sana maisha ambayo naishi kwa sasa hivi. Ukizingatia mke wangu anakuja na support pale nyumbani. Unajua na feel bad, naumia kinoma. Siwezi nikawa nimekaa na veti ndani kusema kwamba veti mtakuja mnisaidie, si unajua. Kwa mimi naomba niangalizie sehemu yote ambapo naweza nikapata kazi. Kutokana na wazi wanasema ambao wewe upo. Mimi sidhani kama unaweza kupata sehemu ya kuniweka ndugu yangu. Hebu niangalizie sehemu yoyote ile. Mimi naweza kupata kazi, naweza kulani maisha mengine. Walami, naumia sana mwanangu. Kwa sababu ni mshikaji wangu wa karibu. Nje ya mimi katika kazi ambayo naifanya, ila hata mimi nakuthamini. Ila nashindwa nifanyeje kaka ili niweze kukusaidia. Najaribu kufikiria labda nashindwa nipate picha. Oya, sijui nifanyaje bwana. Ila ngoja usijali. Kuna mwanangu alikuwa anatafuta driver taxi ili aweze kumwonyesha atakaye kuweza kumwona katika shughuli zake tofauti tofauti. Acha mimi huyo niongee naye, takuja kukupa majibu. Na mimi ndo msaada ambao naweza nikakusaidia.